Kama tunavyofahamu kwenye maisha yetu ya kawaida ya utumishi, maisha ya wokovu, kuna wakati na kipindi mambo yanakuwa vile ambavyo sisi hatutaki yawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Si wakati wote mambo tulionayo yako kama vile tunavyotaka. Na mara nyingi huwa tunakutana na mambo ambayo tunatamani yageuke, tunatamani yabadilike, tunatamani yawe kama vile tunavyotaka yawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nataka nikwambie mpendwa, siku ya leo, mambo hayawezi kubadilika, mambo hayawezi kugeuka kama hakutakuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ipo nguvu inayohitajika ili igeuze mambo unayoyataka wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kutaka au kuwa na shauku au kuhitaji haitoshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukawa unataka sana, unahitaji sana, una shauku sana, lakini unakosa kipengele cha kukuwezesha yale mambo unayoyataka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 na ule mstari wa 38. Biblia inasema hivi, habari za Yesu Kristo wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akazunguka mjini na vijijini akiponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake akigeuza hali za watu, akibadilisha maisha ya watu. Tusome hapo Matendo ya Mitume sura ya 10 na mstari wa 38. Asema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nini jamani? Hatujafika, nataka tuende pamoja. Kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Kwa Yesu hakuwa tu na Roho Mtakatifu, bali alikuwa nazo pia nguvu za kutosha kubadilisha mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Asema naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wagonjwa wote. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa kama nilivyosema, Yesu sio kwamba tu alikuwa anahitaji kuwaponya watu, lakini alikuwa nazo nguvu. Jina la Bwana lipewe sifa. Tasoma kidogo pia hapo Marko 5. Marko sura ya 5. Anasema wakafika, mstari wa kwanza, wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake wapo, tunamsoma huyu Mgerasi alikuwa na pepo wachafu, alikuwa anaishi makaburini. Biblia inasema kwamba alikuwa amefungwa mpaka kwa minyororo, lakini ile minyororo alikuwa anaikatakata. Jina la Bwana libarikiwe. Na hakukuwa na mtu mwenye nguvu ya kumshinda Mgerasi. Lakini tunaona pale mbele kwamba alitokea Yesu Kristo, ambaye kuonekana kwake tu Mgerasi alipiga saruti. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wale pepo walimtoka mtu yule. Kwa nini nazungumza nini? Wakati mwingi sana tunautumia kwenye kuzungumza kuliko kutafuta nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kitu kinachoweza kukusaidia hali yako ikabadilika ni nguvu ulionayo wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kile cha Waefeso 3:20, Biblia inasema kwamba basi atukuzwe Mungu awezaye kutenda mambo makubwa ya ajabu mno yapitayo akili zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa msingi wa neno langu ni kwamba tunasema nguvu ya kugeuza mambo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, unahitaji nguvu ya kugeuza mambo. Mwambie tena, unahitaji nguvu ya kubadilisha mambo.
Mimi mwaka 2026 ninazihitaji nguvu za Mungu ili mambo yangu yakapate kubadilika. Yale yaliyoshindikana kwa miaka mingi, kupitia nguvu ya Mungu yakageuke na kubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Na ninamwamini Mungu kwamba tukimtafuta yupo pamoja na nguvu zake. Biblia inasema mtakeni Bwana na nguvu zake, mtafuteni uso wake siku zote, maana yupo kwa ajili ya kukusaidia. Neno lake linasema ya kwamba sikio lake si zito hata ashindwe kusikia, mkono wake si mfupi hata ashindwe kuokoa. Yupo kwa ajili ya kukutetea. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuliposoma kwenye kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ya 2, tutamwangalia mtu mmoja anaitwa Elisha. Nilijaribu kumwangalia kwa undani sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hivi, watu wa mjini sio wa kijijini. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa wapi? Wa mjini wakamwendea Elisha, wakamwambia mahali hapa ni pazuri. Ulikuwa ni mji wa Yeriko. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakamwambia mahali hapa ni pazuri kama bwana wangu aonavyo. Manake walikuwa wanamtazamisha Elisha kwamba unauona huu mji wa Yeriko ni mji mzuri sana, wewe mwenyewe unaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mji ambao unapendeza. Biblia ya Kiingereza ilikuwa inaniambia it was a pleasant city. Kwa ni mji mzuri, na Biblia ikisema mji mzuri ni mzuri kweli. Kwa akamwambia Elisha mji huu ni mzuri kama wewe ambavyo unaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akamwambia lakini maji yake hayafai. Manake baada ya kumuonesha uzuri wa ule mji wa Yeriko, sasa wakamuonesha tatizo lake ni nini. Kwamba mji huu ni mzuri lakini maji yake hayafai, na nchi inazaa mapooza. Jina la Bwana libarikiwe. Kabla tujaendelea mbali, kwa nini watu walimfuata Elisha? Bwana Yesu asifiwe sana. Iko sababu kwa nini watu walimfuata Elisha. Ukisoma nyuma, sura ya nyuma pale nitaelezea. Elisha alikuwa ni mtumishi wa Elia. Bwana Yesu asifiwe sana. Elisha alikuwa ni mtumishi wa Elia kwa miaka kadhaa akimtumikia nabii Elia. Na tumesoma kwenye Sunday School tangu Jumapili iliyopita. Elia alikuwa ni mtu aliyejaa nguvu za Mungu. Alikuwa akisema jambo linatokea. Mahali alipoenda Elia, kama kulikuwa kuna mtu amekufa, Elia aliweza kumfufua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati Elia alisema moto ushuke mbinguni uje uwalambe askari, na ukashuka kweli. Manake Elisha alimuona Elia akiwa na nguvu za Mungu na akitembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Elisha akawa na shauku ya kuzipata zile nguvu alizoziona kwa Elia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikukumbushe kidogo Wafalme wa kwanza 19. Elisha alipatikanaje? Kama unanielewa punga mkono namna hii. Tunazungumza nguvu ya kubadilisha mambo, nguvu ya kugeuza mambo. Tumuone Elisha alipatikana wapi? Wafalme wa kwanza sura ya 19. Wafalme wa kwanza sura ya 19. Kuanzia mstari wa 15. Naomba tuende pamoja ili nisikuache. Wafalme wa kwanza 19:15 anasema, Bwana akamwambia Elia sasa huyo, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski. Ukifika mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Sham. Huyu Elia aliambiwa akamtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Sham. Akasema na Yehu awe mfalme wa Israeli, na Elisha mwana wa Shafati. Ndio huyo Elisha. Huyo anasema mtie mafuta awe nabii mahali pako. Manake Elisha alishatabiriwa kuja kuchukua nafasi ya Elia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hazaeli alipewa nafasi ya kuwa mfalme wa Sham. Yehu akapewa nafasi ya kuwa mfalme wa Israeli. Lakini Elisha alipewa nafasi ya kuwa mfuasi wa Elia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisoma mbele kidogo, kwa sababu ya muda wetu sitasoma sana. Elia alienda nchi sehemu aliyokuwa anaishi Elisha, Abeli Mahola, akamkuta Elisha yuko analima. Bwana Yesu asifiwe sana. Analima kwa kutumia jozi za ng'ombe. Mimi sio mkulima mzuri. Biblia inasema kulikuwa kuna jozi 12 za ng'ombe. Kitu cha kwanza Elisha alichokuwa nacho alikuwa ni mchapakazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hahitaji watu wazembe. Bwana Yesu asifiwe.
Mungu ukiangalia Mwanzo mpaka Ufunuo, watu wote aliowatumia walikuwa ni watu wenye bidii, walikuwa ni watu smart, walikuwa ni watu wanaojitambua. Kwa hiyo acha kukaa kizembe. Mungu anatafuta watu wenye ujasiri, watu wenye ushujaa na wenye bidii ili waifanye kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa na jozi 12 za ng'ombe na ile ya 12 alikuwa ameikalia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema Elia akapita kwa sababu ameshapewa maagizo, akamtia mafuta Elisha, si ndio? Akamrushia tu vazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Elisha, mimi nasema Mungu alikuwa ameshamuona kutokea mbali. Lile vazi lilipomwangukia, akaona kuna kitu cha tofauti. Kuna nguvu imemgusa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana lilikuwa sio vazi la kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Zile nguvu zilipomgusa Elisha, Elisha akaona nahitaji kufuatana na huyu jamaa. Maana kuna kitu ndani yake ambacho kina muunganiko na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe unaweza kuwa umekaa hapa kanisani, unajiuliza utafanya nini kwa ajili ya Bwana. Watu wakiabudu, unahisi kama kuna nguvu inatembea juu ya maisha yako. Unapokuwa unaomba, unahisi kuna Roho Mtakatifu anakutembelea. Hiyo ni ishara kwamba Bwana ana mpango na wewe. Hiyo ni ishara kwamba Mungu ana kusudi na maisha yako. Hiyo ni ishara Bwana ana kitu cha kufanya na maisha yako.